Ni siku nyingine tena, natumai hujambo mfuatiliaji wa simulizi yetu isemayo Sitasahau Usiku Ule. Karibu katika sehemu ya 29 ambapo sasa hofu, mgongano wa mawazo, ujanja mwingi vimeanza kuonekana katika duara la mtafutano. Mimi ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema hebu tuwe sote. Katika hoteli moja mjini Kuala Lumpur nchini Malaysia, pale ilikuwa ni saa 3 asubuhi sasa. Nasra akiwa amevalia koti lake jeusi na miwani ya giza alisimama mbele ya mapokezi ya hoteli moja maarufu katikati ya jiji. Alikuwa amebeba begi dogo mkononi, huku akijifanya kama vile ni mgeni wa kawaida tu anayeomba labda pewe chumba katika hoteli ile. Lakini wapi bwana, liko jambo analolitafuta. Akasema, samahani dada, kwa lugha ya Kiingereza. Kulikuwa na wageni wawili wanakaa hapa, ni wenzangu kutoka Tanzania. Walikuwa naishi hapa kwa takribani wiki hivi. Je, bado wapo? Yule dada wa pale mapokezi, huku akiwa na tabasamu kubwa, akamuonesha mahala pa kukaa kwenye sofa moja pale mapokezi. Nasra kaketi hapo, huku huyu dada akifungua kitabu cha wageni na kumuonyesha kuwa si hawa hapa. Na kama bahati kweli kabisa walikuwa ni wao. Akasoma pale Inspekta Baraka pamoja na Afande Mrope wamesaini katika kile kitabu na wameweka namba zao pale. Wameondoka jana hapa na wamerejea kwao Tanzania. Nasra moyo wake ukarukaruka kwa furaha ambayo haikuonekana kwa nje, kwa sababu aliona sasa angalau amepata majibu ya wanaomfuatilia ni akina nani hawa. Hiyo ndiyo taarifa aliyoihitaji hasa ili aweze kuthibitisha, maana taarifa za kwamba wanamtafuta anafahamu. Kwamba ni watu wema ama sio watu wema lilisalia kuwa fumbo kwake. Yule dada akaendelea kumuuliza, kwani ni akina nani hao kwako? Nasra akajibu, hapana, nilikuwa nawafahamu tu kama marafiki na ni watu ambao wana ukaribu na familia yetu. Huku akitabasamu akageuka taratibu na kuondoka Nasra, lakini ndani ya nafsi yake kulikuwa na furaha kubwa sana, kwa sababu pia alijua kama watakuwa na nia njema, basi amepata kampani huko Malaysia, Kuala Lumpur huko. Kwa muda mrefu alikuwa ameishi kwa upweke sana na kwa njia ya kujificha. Ana mengi ambayo angepata watu kama hawa angeweza kuwashirikisha. Kwa hiyo kweli ni wao, alijisemea moyoni. Hawa ni Inspekta Baraka pamoja na Mrope, alijiambia kimoyomoyo, huku akijipongeza sana kwa hatua aliyochukua kufuatilia pale walipofikia. Akasema, huyo kama ni Baraka kweli, naye mfahamu, na roho nzuri sana huyu. Hawezi kuwa katika lile genge la wahalifu na kugeuka kabisa dhidi ya kesi hii. Je, niwatumie kama ngazi ya kufika kwenye ukweli, au niendelee kujificha kwanza hadi nijue wanakusudia nini? Ni mjadala uliozuka ndani ya nafsi ya Nasra. Msikilizaji wangu, Nasra alipokuwa natoka pale hotelini, alipita mbele ya kioo cha maduka makubwa. Akajikagua pale kwa muda mrefu katika kile kioo kilichomuonyesha kuanzia utosi mpaka unyayo. Akasema, kweli nimebadilika. Watu hubadilika, alijisemea moyoni. Na mimi nimebadilika, naona nimekuwa dada mkubwa tu. Huenda wakiniona wanaweza shindwa kunitambua haraka. Wasiamini tena kama ni yule Nasra aliyekuwa bado kinda. Akiwa amesimama hapo hotelini, kwa sababu nje kulikuwa na kijivua kidogo hivi, hatua iliyofuata ni kujua walipohamia na kujua wanashirikiana na kina nani hasa. Na je, bado wanafanya kazi ile ile ama walikwisha kugeuka sasa wamekuwa upande ule bosi ambaye alikuwa akivuruga ile kesi? Bado ni maswali yaliyosalia moyoni kwa Nasra. Kwa wakati huo, Baraka na Mrope walikuwa kwenye makazi mapya, sehemu tulivu zaidi, na ni pembeni kabisa nje mwa mji wa Kuala Lumpur. Baraka alikuwa akipitia barua pepe kutoka Tanzania. Mara pap, uso kwa uso, akapitia ujumbe na kisha kumwambia Mrope, tumepewa taarifa mpya. Tunatakiwa kurudi nyumbani Tanzania wiki ijayo. Kuna kazi nyingine inayoanza mara moja.
Hivyo ina maana tumeshindwa kumpata Nasra. Na unajua bosi wetu ukiona amekaa kimya katika jambo, anakuwa amekasirishwa sana na kuonesha kwamba umeshindwa. Sasa ni kweli tumeshindwa kweli kumpata binti Nasra ambaye tumeambiwa kwamba yupo hapa Kuala Lumpur, Malaysia. Hebu kabla ya muda huo tujitahidi kuweza kumpata, iwe mvua iwe jua. Mrope kanyenyua kichwa chake juu, macho akiangalia juu. Akasema, ni kazi nyingine hiyo Baraka. Hii bado haijaisha. Nafahamu. Kisha akasema Baraka kwa sauti ya chini, lakini amri ni amri tu. Yule bosi wetu msaliti ambaye tulidhani hali yake takuwa mbaya na maradhi yake yanaweza kusababisha kufariki kwake, nasikia amepona. Yupo hapa Malaysia na anapanga kurejea Tanzania. Bosi ametufahamisha yote hayo. Mrope akavuta pumzi ndefu kisha akaishusha. Huyo mtu ndiye chanzo cha yote haya. Kama hatutokuwa makini, atarudi na kutufuta kabisa na kuharibu ushahidi na kufuta kila tulichokifanya. Baraka kainuka, mawazo yake yakiwa mbali sana, akiwa anatembea hajui hata uelekeo na kwenda wapi. Akasema, lakini bado kuna jambo jingine la kufanya. Nasra yupo hapa. Tuseme tumemkosa kweli? Hapana, alijisemea Inspekta Baraka. Nasra akiwa katika nyumba ya wageni kule alikokuwa naishi usiku wa manane, aliketi mezani akisikiliza sauti za magari nje. Mwanga wa taa ndogo uliangaza uso wake uliokuwa umejaa mawazo. Alichukua karatasi nyingine akaandika ujumbe mfupi kwa WhatsApp kwa Afande Baraka na Afande Mrope. Imenichukua muda sana kuweza kuwaamini na kuwakaribia. Kuna siku tulikaa meza moja, ninyi wala hamkujua. Nikaogopa kujitambulisha. Ipi nia yenu hasa? Nimesikia mnanisaka kwa udi na uvumba. Ili nikijiridhisha niwaambie nipo wapi, hata kwa miguu nitakuja mlipo. Na kama ni kweli Afande Baraka ninayemjua tangu utoto wangu, wewe ni mtu mzuri, sidhani kama unaweza kuwa umegeuka na kuwa upande wa adui. Nasubiria kusikia kutoka kwako. Ilikuwa mwisho wa ujumbe ambao alioandika Nasra kupitia ile namba ya simu aliyoichukua katika hoteli. Akatuma ujumbe huo kwa WhatsApp kwenda kwa Inspekta Baraka. Lakini kabla hajaondoka, masikio yake yakatua kwenye redio ndogo iliyokuwa ikiripoti habari kutoka Tanzania. Habari hizo zilisema hivi: mamlaka za usalama nchini Tanzania zimesema maafisa wawili wa uchunguzi na upelelezi wanaotajwa kuwa wako nje ya nchi wanatakiwa kurejea mara moja kusaidia katika uchunguzi mpya wa mauaji ya wakuu wawili wa familia moja yaliyofanyika miaka kadhaa iliyopita. Hata hivyo, ripoti hiyo inaeleza kuwa maafisa hao wawili wana umuhimu mkubwa sana ili hukumu iweze kutolewa. Nasra akavuta pumzi akasema, nazungumzwa kesi ya mauaji ya baba yangu na mama yangu. Akasema kwa sauti ya chini, wasije kuwa ni hawa kina Baraka na Mrope. Ngoja nisubirie majibu yao na kisha niwatafute tuweze kuonana. Pale hospitalini Malaysia, bosi aliyewahi kuharibu kesi ya mauaji ya mzee Nyalile pamoja na mke wake, kwa sasa hali yake ilikuwa nzuri na ameondolewa katika hospitali. Hayupo tena pale, anaishi katika hoteli moja huko wakati akiendelea na matibabu ya mwisho ili baadaye aweze kurejea nyumbani, huku mkono wa dola ukimsubiri kwa ajili ya mauaji, kesi ambayo ilikuwa inawashirikisha yeye pamoja na kina Makwapa, bila kumsahau Majuto. Nataka wale vijana warudi Tanzania haraka, na huyo binti na yule kijana kama bado wapo hai, sitaki ajitokeze tena. Huu mchezo unapaswa kuisha. Mtu yule akajibu kwa sauti ndogo na ya kupoa, akichukua maelekezo ya bosi wake yule msaliti wa upelelezi aliyekuwa kitibiwa Malaysia. Akasema, tutahakikisha tunalifanya hilo na kwamba hakuna anayerejea salama nyumbani Tanzania. Msikilizaji wangu, Mliti akiwa kule nje ya nchi alikokuwa akipata mafunzo ya ujasusi, alikuwa ameanza kuhesabu siku tu kabla ya kumaliza mafunzo yake. Alipokuwa anafunga begi lake, alitazama picha ndogo ya familia yao. Akamtazama baba yake mzee Nyalile, akamtazama mama yake na akamtazama mdogo wake Nasra. Akasema, ama kwa hakika
hapa Nasra, kama kweli bado upo hai, subiri tu, nitarejea. Sasa sio tena yule kijana wa zamani. Wamenifunza mambo mengi sana na nitalipa kisasi kwa urahisi sana, wala usijali. Msikilizaji wangu, wakati huo Inspekta Baraka na Afande Mrope walipokea tiketi zao za kurejea nyumbani Tanzania. Safari ya kurudi imepangwa siku 3 zijazo, lakini kuna jambo la ajabu na la baraka kwamba huenda kazi yetu kwa siku hizi 2 inaweza kukamilika, kwa sababu hapa nimeuona ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa Nasra, ila kuna masharti yake. Akausoma ule ujumbe, basi Mrope akaruka kwa furaha sana na kupiga ngumi hewani, akasema hapa tunakaribia ushindi. Msikilizaji wangu, muda wa Inspekta Baraka na Afande Mrope wa kuishi nchini Malaysia pale katika jiji la Kuala Lumpur sasa umekwisha. Pressure iliyopo mioni mwao kwamba wanarudi na jibu gani kule nyumbani Tanzania. Wanamwambia nini bosi wao kwamba wamekosa kumuona Nasra, lakini bado hawajampata Nasra. Huo ndio ukweli. Na kesi hii inayotarajiwa kuanza dhidi ya mauaji ya mzee Nyalile inatarajiwa kuanza upya kabisa. Je, waliohusika watapona kweli? Na Mliti naye akirejea, nini kitatokea? Amepania kulipa kisasi na sasa ni jasusi mkubwa tu, ana maarifa mengi huyu. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali. Nasema asante kwa muda wako. Kumbuka kushare na kusubscribe channel hii. Kwa heri kwa sasa.